Unasema iko vitu mbili imegundulika regarding the 46,229 polling station all over the country. Number one, highly suspected that kuko na 5,000 polling stations ambayo ni ghosts. Ne? Ghost polling stations. Yani hakuna polling station kama hizo. Naelewa. Lakini zimewekwa kwa tally group ya IEBC. Na Teams kit imetuma form 434A ya voter turnout na ballot ile vote casted. Unfortunately, walisahau kitu moja. There is no a single polling station ambaye ilipigwa kura ya rais peke yake. All polling stations you have to vote for the president, the governor, the MP, the women rep, the MP, and the MCA. Somo. Kwa hivyo ukitumana form 34A ya polling station number whatever, tunataka kuona presidential ballots zilikuwa 100, governor 100, hivyo. So kuko na around 5,000 polling station ilitumana votes casted in the favor of presidential candidate only. Now the question is, hiyo mahali kulikuwa hakuna MP? Iko MP lazima. Iko wapi votes casted yake? Hakuna. Sijui kama unanielewa. Ni diaspora peke yake ndio presidential hiyo peke yake ndio. Exactly, asante sana. Diaspora peke yake. Yes. Na diaspora ilikuwa inchi 12 au 16 nafikiri. I'm talking of around 5,000 polling stations. Ambaye ilituma signal kama ile Gola natumanga signal Roger Alfa Romeo ile kama ile. Imetuma ya presidential peke yake. Sasa hiyo ikituma only 100 votes, that is 500,000 votes, ghost votes. Na zote zilikuwa in favor of the fake president. Number 2, ile 2017 petition iliwekwa, High Court ndio walikuja na hii formula. Wakasema, sorry, not High Court, Supreme Court walisema, voting process in Kenya should be as follows. Every polling station to send a complete copy of Form 34A through the Kim's kit to the portal of IEBC. Yes, sir. The original copy ile iko na stamp na kila kitu imesainiwa. Na results imeandikwa itumanwe. Kweli? Alafu you take the hard copy of the form that you uploaded. Hard copy inamaanisha unapeleka karatasi original na mkono kwa ofisi ya IEBC. Ndio tuweze kusema ile form 34A ulifanya uploading of station number 41,208. Just a number. Ambaye ni, let's say, Makongeni station, polling station. Umeleta physical, ile physical hard copy ndio hii. Je, inafanana na ile ulituma kwa portal? They should rhyme. Serial number and everything. This is namanisha, this is a true copy of the original. Sasa certified and verified. Certified true copy of the original. Asante sana. Ndio sasa hiyo ikikuwa verified ndio ina turn into 34B. Sasa 34B inasanywa ikikuwa verified, summation yake inaleta 34C. 34C ndio inatoa presidential final tally. Sasa hao jamaa walihack ile portal ya IEBC. Walihack kweli. Wakatengeneza around 6,000 fake form 34A. Kuna jamaa, sijakata maneno yako, kuna jamaa anaitwa Chirchir. Yeye ni one of the commissions. He is behind all those things. Exactly. Sasa little did they know, or maybe they knew, but hawakujua kama hawa watu watafuatilia mpaka ndani. Yes. Sasa
walipata njia ya kuhaki ile system kwa kutumia vuta mpaka hapa. Walipata system ya kuhack, alafu walitengeneza form 34A yao. Wanaingia kwa system, wanaenda kwa ile Makongeni polling station, wanafuta ile imetumwa kwa portal, the original copy somo. Wana upload yao ambaye imewafeva wao, wamejaza zile zao. Umeelewa? Kwa hivyo tallying ikifanywa inachukua ile fake, ile imekuwa uploaded, original wamedelete. Sasa ile around 6000 polling stations walisahau iko kitu inaitwa security features ama watermark. Unaona ile pesa noti huko na ile 50 unachukua kwa barabara. Iko na watermark. Shetani iko na serial number. Unajua I am always giving real examples. Ile example ambaye mtu ataelewa. I'm getting mkubwa. Sasa ile shilingi 50 huko naye iko na serial number. Kweli. Na iko na alama ya simba. Iko na alama ya ile line ya katikati. Kweli. Iko na security features to make it a legal tender. Legal tender. Sasa ile form hawa mawa'id walibandika ile yao fake, haina hiyo security features. Kweli. Sasa tukifanya tabulation ya form 34A, tunaona mbona hii uploaded hii haina security feature, hii ni ya nani? Ni zile fake. Little did they know kuwa watu walikuwa washa download original zamani. We have the original copy that was uploaded. So the current copy that iko kwa portal sio ile ambayo tulidownload jana. Umeshika? Nakuelewa bro. That is why uliona ule Gladys Sholei. Alipatikaniwa. Pale kwa Bomas. Kwa Bomas. Kweli. Uliona watu wengine kwa Bomas wamekaa kwa kiti wanafanya tali, wanatoa makaratasi chini wanaweka kwa meza na ile wanateremsha chini. Umeona? Niliona. Ndio hizo sasa. Wow. Na sasa wacha nikwambie, hizo vitu zikitendeka yote, watu wa NIS walikuwa wanafanya nini? I will answer you categorically. A state never misses its target. And if it misses, it is by design. Ukifuata ile kitu nimekutumia mara ya mwisho, these people knew that hawa watu watafanya vile watafanya. So wacha tuwaachie room wafanye vile watafanya. Wewe ukiona mtu, wakati ulikuwa askari ya kawaida, tulikutoa traffic kidogo tukakuweka GD. Sasa wakati tuliweka GD, ukipita mahali ukiona mtu ameshikilia bangi na mkono, usikue na haraka ya kumkamata, si ndio? Ngoja awashe, apige puff 4-5, ikifika nusu ndio sasa tumkamate. Tukimkamata tuko na exhibit aina 3. 1, physical exhibit ya the principal material. Number 2, evidence hata ya harufu. Na tukitaka number 3 tutakwenda kwa dialysis, tukupime damu, blood culture, tutaona particles ya bangi iko kwa damu. Sasa hawa state waliona hawa watu wameshika bangi na mkono. Wakasema wacha wawakishe hiyo bangi. Wamewakisha bangi. Wamevuta, wakati sasa ile wamesikia raha, imeshika kwa steam, kichwa imekuwa sawa sawa. Ndio tumeenda kuwakamata. Nakamatwa. Umeelewa sasa? Umeelewa kabisa. So make the trap, lead those people into that trap. Wakiingia kwa trap, funga mlango. Sasa wameingia kwa mlango. Tulingoja hawa washerekee ushindi ndio tupeleke kotini tuambie, unaona, this is how they did it. So even if we do a rerun, tutafanya rerun na IBC gani hii ambaye it bungled the other one, and it bungled again, so we give them a third chance to bungle it again. These people don't have proper credentials to run an election. Kwa hivyo the court will disbundle. Kura itafanyika bila IBC. Uhuru now is gaining more months to rule the government. Ndio nilikuwa naambia huyu mwenzangu sasa hapo Bulo. Nilimwambia Uhuru atarudi mpaka 2024 hata.
itaenda recounting ama itaenda kudisbandiwa ama nini? Kwanza ile kitafanyika itakuwa nullified. Hii kitu it is null and void, haina uhalali ndani yake. Alafu waende recount. Sasa tunataka kwenda rerun. Lakini hatuwezi kwenda na rerun, hatuwezi kuanza safari yetu mpya wakati hii bus tayari iko na mapancha, iko na engine failure, iko na kunguni ndani, hata roof yake haina valid document. Kweli. Driver hana license. Hata insurance yake ilikuwa expired, alikata commercial na hii ni ya PSV. So you dismantle the whole bus and bring a new bus, and having a new bus iko procedure ya kufuata. And the country cannot go on without a sitting president. Yeah, very true. Yes, so the fake president will keep on counting number of days. Kumamake. Na sasa wacha nikwambie, unajua Uhuru nimeamini, unajua sikuwa nimeamini Uhuru hizi few days vile hiyo jamaa amekuwa elected. Imekuwa yani alipewa hiyo award ya elected president elected. Uhuru ananyamaza, anajua nilisema hii Uhuru inawezekana kuna huyu jamaa, lakini nimekuja kujua Uhuru ananyamaza, hajanyamaza kwa ubaya. Hajanyamaza kwa ubaya, amenyamaza tu aone tu yani huyu jamaa atafanya namna gani, kwa sababu unajua huyu jamaa lazima apeleke copy ya certificate kwa Uhuru. Si nilikwambia hivyo? Uhuru lazima apeleke kwa watu tatu. Alafu number 2, Uhuru hajakupeleka huyu jamaa, amenyamaza tu kabisa. Unajua angesema the president, congratulations to president elect kabisa. Hapo kungeona kitu ndani. Umeanza kukua sasa azimio ya ukweli ba. Hajasema hajapeana congratulations. Amenyamaza. Kwa mimi ile kitu mimi nafikiria ni ama nashangaa naye ni Ruto hiyo atapeleka kwa nani sasa, kwa sababu apatana na Uhuru. Nini atapeleka kwa nani? Ile certificate ile imekuwa declared. Ruto anafaa kupeleka ni Chebukati. Chebukati ndio anafaa kupeleka hiyo to the sitting president. Apeleke copy to the chief justice. Na ile atatu apeleke kwa Kenya Gazette. Ameanza na Kenya Gazette. Ingine sasa hajapeleka, ni kama hajapeleka. Anaogopa atawekwa pingu akipeleka. Mimi nakumwambia Firi, part of the petition imepangwa iwekwe sentiment ambayo inasema and if found guilty, huyo mtu akuwe prosecuted. Baka kwa sababu he was almost creating a conflict in the country. Kweli. Kwa hivyo afungwe. Alafu sasa ikuwe funzo to any other commissioners, mukikuja kwa commissioner kwa commission, mukibango election, you will go the Chebukati way. Thank you very much my brother, you are very true. Na hiyo waje mimi sijasoma sana lakini naelewa. Umeelewa bro, umeelewa kabisa system bro. Thank you very much my brother. I'll keep you posted. Thank you very much my brother. And whatever I tell you should make sense. If it does not make sense, please uniambie wala hiyo haishikani. Hiyo njia si mbaya bro. Ni kweli, you're very true. Absolutely. Kwa sababu saa hii recounting hawezi fanywa. Tuko na strong point ya kukataa recounting. What are we recounting? We should recount including the fake 34As uploaded. We can't. Sijui kama tunaelewana. Nakupata. Recounting should be the original copy of the original, the true copy of the original, and the original. They should rhyme. Whatever was uploaded should match the true copy, the original ile ilitumwa. Mimi naona hii kitu Uhuru atataka tu mpaka next election tena itangazwe, itakuwa afadhali. Mimi wahankuizi abio wazungu wanasema it is better a devil you know than an angel that you don't know. Absolutely. Afadhali tubaki na Uhuru miaka ingine 10 bas kuliko kupata hii angel ambaye hatujui. Imagine ameanza kunominate
amefanya ile nomination ya cabinet secretaries. Hata imagine Msomali hata mmoja hakuna bana, imagine. Hata kabila zingine hata hakuna. Wacha hata ngoja hiyo. Mimi niko na swali moja niliuliza Abid zingine jana. Huyu Ruto tumemuona wakati ya kampeni yake yote amepeana charity mingi sana. 1 million, 3 million. Peana school bus. Yote kwa makanisa. Iko siku alipeana kitu yote kwa msikiti? Hakuna. Ile first speech ya kupatiwa fake presidential results, ile speech yake ya kwanza. Alisema this is a gift from God. This is an answer from our prayers. Prayers gani? Ya kanisa somo. Yenyewe. Na hii nchi hakuna Waislamu? Waislamu iko. Mbona hajatutaja? Yenyewe ni kweli. So sisi kama Waislamu tunamsupport nini? Hata kwa uteuzi wake hakuna moja. Hata hatutaki. Sema kweli ya very true. Kwa sababu sasa hata hiyo siku ya kutangazwa ingetakanwa, unajua the main largest religion hapo hii Kenya. Hii Kenya ni Islam and Christian. So walifanya kiombi ya pastor ya Islam wa Kristo peke yake, lakini hakuna Muislamu pale. Hakuna iko mtu jana aliuliza ndio ili ujue Chebukati ni upande wa Ruto hasla, kwa sababu ni ulimwengu gani uliona there was a competition. Then after the competition, the person who is announcing the results and the person who is giving the prize wanakaa kwa podium moja. Umeona wapi? Bas kweli. Si pale chini kulikuwa na podium ya wale watu 4 wote contestants wangekaa pale chini. Kweli. Commission ikae pale juu iwaambie after the peaceful election, after blah 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 blah, and these are the results. So and so A, so and so B, so and so C, so and so D. And I declare with the powers vested upon me, the president-elect is B. Sasa come over and receive. Asimame asalimie wengine, lakini he was sitting on the same desk. Yeah, very true. Sasa mimi niliambia mtu mwingine, wallahi Mwenyezi Mungu huwa akosei, sababu wewe unajua mwana haramu yote ile wa'al akizaliwa anazaliwa sura ya baba yake. Hujajua sababu? Sijajua. Ile mtoto hana dhambi somo. Sasa kuliko ile mama amezaa amehangaika, baba ameruka. Hii mimba si yangu, mtoto si yangu, ile mama tabaki kupata shida. DNA ya Mwenyezi Mungu ya kwanza, mwana haramu yoyote awe mvulana awe msichana anatokanga sura ya baba yake. Yes. To save the mother and the kid. Sawa. So in the current world, mwenye anafanya kitu yote ya haramu anaachanga traces behind. Kweli. Na hiyo traces ndio alama itakushika. Ndio maana kuna kikosi inaitwa forensic department in the CID. Kweli. Ukienda bank robbery bla bla bla, lazima utajisahau, iko footprint utawacha, iko thumbprint utawacha, lazima. Those traces will lead to your arrest. Kweli, you are very true. So these few traces jamaa walifanya, ndio hiyo watashikwa naye. Inshallah. President wanaenda nyumbani. You are very true bro. Inshallah. Ikipatikaniwa, mimi nataka kwa petition ipatikaniwe kipengele waweke waseme mwenye ambaye ametangazwa mshindi akipatikaniwa with proof beyond reasonable doubt kwa alishiriki katika hiyo udanganyifu. Hata hao participants, not the commission only, even the participants should be completely barred from any further elections. Na unajua bro, sijakata maneno yako. Sijakata information yako. Petition ya 2022 is totally different from ile petition ya 2017. Say what? Sahi complainant si wale peke yake. Complainant inatoka ndani pale hivi. IBC wenyewe kwa wenyewe. Prime witnesses ni hao wenyewe sasa. Starting from vice chair. Iko mtu mimi nakwambia, profesa alisema ile zile vitu ambazo zilisababisha ukora ya 2017 they are very shallow. Hii ya safari hiyo flows ziko mingi sana, districts ziko mingi sana,
Na proof iko mingi sana. Hakuna vile kitu itakuwa uploaded. Kweli. Itaanguka. Prime witness wenyewe ni commission yake sasa, watu wake sasa ndio prime witness. Uelete ile lugha ile mimi napenda ya police officer. Katika ile FFP yetu number 1 is observation. Yeah, exactly. Inaitwa? PPF. PPF. Police practical. Police practical faculty. Asante sana. So bro. Police practical faculty. Ni hapa kwa ofisi. Maliza kesi nyingine hapo hivi, acha nimalize nitakupigia baadaye tutaongea inshallah. Lakini thank you very much brother. Haya.